miungu yote Bwana amenituma na ujumbe, mambo yatabadilika ya dunia, hamtazuilika tena, tamaduni zitafika mwisho, ndoa kuvunjika zitafika mwisho, kunywa pombe itafika mwisho, bangi na walevi wa aina zote, kazi yote ya shetani leo tunaitamatisha. Open a new chapter. People of Gakundi carry power, authority ya kubomoa madhabahu yote yasiyomfurahisha Mungu katika jina la Yesu. Nataka ninene kwa kifupi, kwa sababu ninataka watu waokoke. Nataka mkalimani wangu alisomee in the book of John chapter 14 verse 1. Read for us 7 verses. John 14, Yohana 14 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Okay, nilikuwa nataka tufika hapo 7. Hii ni hadithi tunayoijua sana. Ni hadithi yake Yesu wakiwa na mitume wake, na akaanza kuandaa kwa sababu wakati wake wa kuondoka ulikuwa umekaribia. Yesu akawaambia wasifadhaike, kwa sababu yeye anaenda na mahali anapoenda anaenda kuwaandalia makao. Na akisema ikikamilika atakuja kuwachukua. Na alipokuwa anawanenea, hata kama walikuwa na Tomaso kama mmoja wa mitume wake, na alikuwa ni mtu ambaye haamini haraka, akamuuliza, unaenda wapi? Akamwambia, mnajua njia? Akasema, sisi hatujui. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, mimi ndiyo ukweli, na yeye ndiye uhai wa milele. Nataka nikuje niseme hivi, hatujaleta injili ngeni, tumekuja tu kuwakumbusha wale ambao hawajaelewa ya kwamba sisi hapa ni wapita njia. Katika kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 14, 14, Hebrews 13 verse number 14. Yeah, 13 verse 14.
Hebrews 13:14 nasema, maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Ikiwe wako kigutu. Hapa sio kwetu. Na wapendwa gwada mumenye nego ukato kirehoko. Wapendwa, nataka mjue sisi tulikuja. Ikiwe kwa toraga kore ya Edeni mgoda wa Gai. Sisi tuliishi kule Edeni kwenye bustani la Bwana. Hebo ingode tore megiri mwaino ya modogo to Adamu. Sote tulikuwa kwenye miguu ya Adamu. Wode todo wame. Lakini kwa sababu ya dhambi, kaiyage toharokia na woko. Mungu akatushusha atakatuleta hapa duniani. Kore yetu wakoriloge waike tuokio na ore mitawito. Hapo tulikuta mwingine aliyekuwa amerushwa hapa kwa sababu ya shetani. Ambaye anajulikana kama Shetani. Mwadili yetu wakirehoko. Tulipokuja hapa, kaiyage na hiyo tana Shetani. Yesu akaona sisi sio kama Shetani. Yoto wana shake na wega wakere. Sababu ya rehema na neema zake, ateruka mori Yesu Kristo. Autoa mwanawe Yesu Kristo. Atoke juu mbinguni aje hapa duniani. Afanyike dhabihu ya gushokia ndomogoda imere ya kero. Turejeshe bustani mara ya pili. Ageuka kenyariro. Akaja akateswa. Ndio tukie kenyarire kaga. Sisi tusiwe tukiteswa. Ageuka geshabio. Akaja akaongea geshabagio. sisi tusiwe tukineno. Ageuka akeurabo. Akaja akasulubishwa msalabani. Yote mpe sababu yetu sisi. Alipoisha kufuka, aliponekera hinya na wazani, atupa nguvu na mamlaka. Akaambia wanafunzi wake kwamba yeye anaenda kutuandalia mahali huko ambako tulikuwa tumetoka, ambako ni kwetu. Hapa hakuna atakayeishi milele. Ni kwamba hata Kenyatta, rais wa kwanza, alikufa. Tuliokuwa wakubwa wakati Kenyatta alikufa, kwa vile tuliamini kwamba mfalme kumbe hakuna mtu ambaye hatakufa. Yesu akasema atakapomaliza kutuandalia atatukujia. Kuja kusema hakuna mtu ambaye huishi kujenga nyumba yake. Haya ambayo Yesu anaandaa, kuambia gatundia yanatamatishwa, inawekwa plasta, inapakwa rangi, malizi kwenda ndiposa sisi tuwe kusema yeyote ambaye aliye hapa utatoka duniani, sababu hapa sio kweli na tutaenda ambako tulikuwa tumetoka, ambako yeyote ambaye hajui njia huyo anakaa Tomasi. Hii ambaye Mungu alimtuma kwake mwambie hivi: Yesu ndiye njia, Yesu ndiye uhai, Yesu ndiye habari ya kweli. Hata kama watu wote yeye hawezi kubadilishwa na mtu, sababu serikali ya Mungu haikai hii ya Kenya ambayo inatubadilisha sheria ya Mungu inaishi vile milele na milele. Yesu anakuja, Yesu aliye njia, ili ujue Yesu ndiye njia. Maandiko inasema hivyo, wale wote ambao wanamwamini wanafanyika wana wake. Yeye pekee ndiye kuelekea kwa Baba. Kuja kuambia hivi Gatundia, pombe haina faida, ukahaba hauna faida, mambo yote ambayo utendo wa ulimwengu wale ambao hawaamini kuna Mungu. Nimekuja kuwaambia imani yenu iwezi zuia Mungu. Ambao hawaamini kuokoka ni kuokoka. Mungu hawezi kosa kufanyika Mungu.
niwaambie, ombi langu ni hili Gatundia, tugeuke, tuondokee uovu wetu. Tuko hapo kwa muda mfupi sana. Hakuna mtu ataishi milele. Hakuna atakayeishi miaka 200. Methusela walioishi miaka 900 walikufa na wakaenda. Akiwa rafiki wa Mungu sana, akiwa mwokoa. Usifikirie kwamba hautaenda. Huzuni yangu Gatundia ni hii, utaenda wapi? Njia ni mbili, kuna ya uzima na kuna ya bahari ya moto. Kuja niwaambie hivi, usikaushe mioyo yenu. Kuna mtu anawakumbuka kwa sababu ya kazi ngumu aliyofanya ya kuteswa. Kuja kusema Gatundia mmekumbukwa. Mbingu imeongea kwa sababu yenu na ikapitisha ambayo atakaomkubali Yesu, maisha yao yatabadilika. Wapendwa, hatukuwa wazuri, tulikuwa wabaya sana, tulikuwa tumegeukiwa na Mungu. Ni upendo wake na udhabihu yake ndiyo turejesha kwa upendo wake. Kuja niwaambie hivi, usiishi kimeukia Bwana. Ungeosa kueleka leo, nikuja kuwasihi Gatundia, achaneni na uovu wenu. Wale waliokuwa wakiishi Nuhu waliishi kuambia waambia waje wajenge safina, wali kujenga safina, hata wakwenda kujenga safina. Lakini Nuhu akajua Mungu aliyesema safina ni wa kweli, alivyosema atamaliza atawamaliza. Kuja niwaambie, sasa mnajenga safina. Yesu alijenga safina, ndani yake ndiye safina. Ingieni. Sasa tutajenga kama Nuhu. Safina ni kuingia tu. Yesu nimekujayo. Ingine kama mwana wa Mungu. Kuja kusema hii itakosa kuhubiriwa. Hata watu wakataa, wataishi kuwa Mungu. Waokoke, ataishi kuwa Mungu. Atakaye kuokoka ataishi kuwa Mungu. Ole wangu na wale ambao watakosa kujua. Tumesonga sana na Yesu ameandaa, amesubiri tarumbeta aje. Watakatifu wa mlaki waliokufa wafukanyika wa kulipwa na uzima wa milele. Jiulize hivi, kwa vile watu hufariki na warudi hapa duniani, kwani huko waendako ni mbali? Kwani huko waendako wakifariki ni kupana vipi? Ningetaka ufahamu hivi, Mungu wetu ana upendo mwingi sana juu ya, na yeye hataki ufe ukiwa mtenda dhambi. Wale ambao ni watenda dhambi wanaenda na wale watakatifu wanaishi kwenye mioyo ya watakatifu. Tarumbeta itakapo, walio hai hawataenda kuwapita. Wale ndio watakao mlaki Yesu. Kisha sisi tuenende. Naomba hivi Gatundia, sauti yote ambayo tunapaza hapa, sikio lile
ambalo linatusikia. Kulipa teritote. Sisi sio wapumbavu. Tikuzina tumenete tukoka kwa Yesu asosokia. Hatujafanyika fukara hatujakuja kwa Yesu atajiri. Ni kujua tumejua siri. Afya onekana kwa Yesu. Afya upatikana kwa Yesu. Yesu agetuwa modelu. Yesu akafanyika. Aria mara tekia. Nao muamini. Na makamoro mbele. Na wanamfuata. Malaika na odherula. Wanaishi kwa utakatifu. Akamaradhi wabariki. Wakamane kwa malogo kelele. Maandiko yanasema. Ndole ya kai. Jicho la Mungu. Yorola deo. Zunguka duniani kote. Negesharia modo ya Mungu. Kuna mtu ambaye ni mtakatifu. Onanio nene wake. Ili Mungu aonyeshane ya modo shua wake kupitia huyo. Ezuaya tole ya kai. Sisi tuko hapa wa Mungu. Ezuaya tuwa bararela. Sisi ambao tumetuinua. Okelia kule tuwa shiare hivyo. Kenda kwa kule tulizaliwa. Tulizaliwa majengo. Tulizaliwa majengo. Tulizaliwa kwa kolowe. Tulizaliwa kwa shiri. Tulizaliwa kwenye mafanya ya kwa nyirazi. Lakini tulipogundua siri. Ya kwa siri ni Yesu. Tulipojua siri ni Yesu. Tukaenda kwake. Kwa sababu tulikuwa sema sisi ni wajinga. Wale ambao ni wapumbavu walikataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho. Kanyarazi Gatundia. Bwana abariki Gatundia. Gatundia kai nyakarete mwengu. Gatundia Mungu amefurahisha sana nani. Na dahamora mwana vida amenyekana nekoraba. Nabii hajulikani kwa kutabiri. Amenyekana unabii wavika. Yeye hujulikana unabii wake. Itola negotekera agani. Kwa sababu ya kukubali Mungu. Ayo tola gihoro wake. Huyu ambaye huwa tunanena habari yake. Korera adima. Tutabariki huu mji. Na lele itora. Na mji huu lepigotora na ume hautaishi kwa ukavu. Dimere ya matuine umande wa mbinguni kona wala tumpia utapatikana hapa Gatundia. Hizi biashara Berauga itakwenda gweciria. Nitasema bila hata kuwaza. Todo jaragia toria kajaragia. Kwa vile mimi hunena kama vile Mungu hunena. Vile kaya tumekenwa yake. Ni sisi tulifanyika kinywa cha Mungu. Tukaragia tate. Tuwe tukinena kama yeye. Biashara zenu. Biashara zenu. Naikoge ya moyo. Zitapata uhai. Wale tuaje jina la Yesu. Kendo kiabele kelea kaya weka. Jambo la kwanza ambalo Mungu anasema. Mare hawa na pao. Hawa walio hapa na hapa tulinapofanyia kusaidia kumwebesha. Mungu atawapa pesa. Todo kaino hana goto. Kwa vile yeye ndiye ambaye upendo utajiri. Todo hiki ni mwetekeleza yenge kiogona. Vile mnakubali hapo pafanyike mahali. Ishara moja ate amaona vini alokile Gatundia. Ishara moja kwamba nabii alikuwa amekuja Gatundia. Oria mwene ploti mwenye hizi ploti. Oria tayaweka vile Mungu atakavyofanya. Nimokawagane kwale mwana ziwa ukile. Mtaishi kushuhudia kuna nabii aliyetabiri. Kaini akoma akera. Ya kwamba Mungu atawatengea. Nyumba zisiwo kusiabao nyiki. Nyumba zote basi kwa huku za mbao. Onera kinya mwisho. Hicho kipindi kinafika mwisho. Kule generation yetu ya Gen Z. Tuko kwenye cha Gen Z. Gen Z. Ihidari ya digital. Huu ni wakati wa kidijitali. Wotigotora nyumba cia mbao huko. Hakutaishi nyumba za mbao hapa. Digoka na pesa balilele kalao. Sitakuja na pesa kama za wakalao. Kana mwene pesa. Nimekuja na mwenye pesa. Kana uliohea na goto. Nimekuja na anayependa utajiri wa kweli. Yeye anaitwa Mungu. Baba ya Yesu. Baba wetu wa mbinguni. Ambaye amesema iwapo baba zenu na vile ni waovu wanajua kupewa na wao na mimi ambaye ni mwaminifu naweza wafanyia nini? Naweza wapa Roho wangu Mtakatifu na katika jina la Yesu. Ambia jirani yako anaitwa Mungu mweza yote. Mkumbushe kwamba juu mbinguni Mungu hajengi na mbao. Ambapo Yesu anatutembea barabara ni za dhahabu. Nakanyagia barabara za dhahabu.
Nietani deri ya gakia kuloga dira yenya. Mimi utamani sana nifike kule. Baada ya miaka 100 lazima niwahubiri. Shirele yuba atundi hono ke. Shirele ya atundi ya matine. Tuwe tukisifu Mungu pamoja. Kusema hivi. Wote ambao wanatenda dhambi na tubu. Kuna mwaliko. Kuna mwaliko wa Yesu. Sema karibu. Jaje sana karibu. Okai. Karibu. Okai. Moto wale kenda kuonoka. Yeyote ambaye angependa kuokoka. Toka shono kenda wala tubu. Usiaibikie watu wanatundia. Mara kuonoka mtikona nao matulimo. Usipookoka mtala nao mbinguni. Moto wale hapa. Yeyote aliye hapa. Moto wale anachukua. Yeyote anayenisikia. Atole muonoka. Na haujaokoka. Kimbia hapa tukuombee katika jina la Yesu. Njoo hapa tukuombee uokoke. Tunapoenda kubariki mchanga wa hapa katika jina la Yesu. Unapojiandaa kuja, nami nataka nijiandae kubariki mji huu. Vile Mungu amenipa nafasi ile. Mchanga huu hautawatapika tena. Hatunasoma kwa sababu ya masaa. Katika Walawi 18 24-28 Mungu ananena habari watu kufanya uovu, watu wanalala na wanyama, wazee wanafanya mambo ya jinsia moja, watu hunajisi mchanga wao, nao mchanga ule unawatapika. Ishara moja ya kudhihirisha kwamba mchanga umewatapika ni unapoona walevu wamejaa hapa. Unaona vilabu ni vingi sana. Unaona ukahaba uko juu sana. Ishara kwamba mchanga umenajisiwa. Nimekuja kusema hivi. Wakati Elisha alikwisha msindikiza wazee wa kijiji wakamuona Elisha, wakamwambia huku kwetu unavyoona ni kuzuri kupendeza, kuna shida kwa sababu haya maji ni maji ambayo huavya mimba. Hapa hakuna uzao. Sema biashara ndoa hazikai. Wakati wafanyike furaha kwa wazazi. Na mtu uzao watoto ili wafanyike furaha. Nataka kama vile Elisha aliitisha bakuli na